katika sehemu ya 4 ya series yetu, na hapa tutaangalia programming basics for robotics. Kwa somo la kwanza, introduction to programming for robotics, mpaka mwisho wa hili somo utaweza kuelewa basics za programming, pia namna ya kuset development environment ya kwako na kutokana na language unataka kutumia kwa ajili ya programming ya robotics. Jambo la kwanza, choosing a programming language. Hapa tuna language nyingi tofauti. Kila moja inakuwa ina faida yake kutokana na context na functions unazotaka ifanye. Sasa kwa upande wa robotics, mara nyingi tunatumia languages ambazo zina support real time processing. Yani zio zina real time processing, zio zina hardware interaction, pia sensor data handling. Kwa mfano baadhi ya languages ambazo tunaweza tukazitumia ni Python, ina hizi feature, ni real time processing, ina hardware interaction, pia ina sensor data handling. Hii Python yenyewe kwa beginner ni rahisi zaidi mtu kuweza kujifunza, kwa sababu ukiangalia syntax zake ziko ni friendly, ni kama tu English language, zinaeleweka kirahisi zaidi. Lakini pia hii Python inatumika zaidi katika research, hasa za robotics, lakini pia katika machine learning, wale ambao wamefanya artificial intelligence, data science, inatumika sana hii Python. Sasa itatusaidia sisi huku kwenye programming upande wa robotics, hata pale ambapo tunataka kuintegrate na functions za machine learning, artificial intelligence na vitu kama hivyo, automation tunataka kuziweka, itatusaidia hii Python kwa ajili ya kuweza kuintegrate. Lakini pia kuna kitu kinaitwa robot operating system. Hii sio operating system, lakini ni kama framework ambayo imetengenezwa, unaweza kutumia language ya Python kwa ajili ya kucontrol robots. Kwa hiyo nayo ni sehemu moja ambayo tukatumia Python. So faida moja hapo kujua Python inatumika sehemu nyingi tofauti kwenye applications nyingi tofauti. Lakini programming language nyingine ni C au C++. Hii hapa yenyewe tunaita kwamba ni low level hardware interaction. Inatumika zaidi katika embedded system na microcontrollers. Kwa wale watu ambao wanafanya sana hardware programming, hizi embedded systems, C na C++ zinafanya kazi vizuri sana. Na kwa sababu kwenye robotics tuna hiyo sehemu, hii C++ pia inatufaa sana. Na katika ukiangalia ROS ambayo robot operating system, pia inafanya kazi pia katika C++. Lakini programming language nyingine ni MATLAB. Hii MATLAB kwa ambao mwa kutumia zaidi katika simulations na mambo ya designing, ni kind of software ambayo itakufanya uweze kudesign kitu na uweze kwa kisimulate na ukaona kinavyo perform kutokana na code au functions ambazo umezipa. Lakini kwa beginners tunaweza tukarecommend, kama hujawahi kukutana na programming language yoyote, hujawahi kusoma yoyote, tunaweza tukarecommend kwamba unaweza ukaanza na Python kwa sababu ni rahisi sana kujifunza. Na tutatumia muda mfupi zaidi kuweza kujua zile basics za programming language. Lakini kama umeshawahi kukutana na programming language, ushawahi kujifunza, unaweza ukaenda na C++, ikawa ni rahisi pia kwako kuweza kuendelea. Kwa sisi tutaanza jifunza Python, tutatumia Python katika vipindi vyetu, katika programming zetu. Lakini pale ambako tutakuwa tunajifunza Arduino, tutatumia Arduino ambayo yenyewe imetengenezwa on top of C++,
na C. Kwa hiyo yenyewe wakati tunafanya programming tutaangalia ni hardware ipi ambayo tunataka tuinteract nayo, au tutaangalia kwamba tunatumia controller ipi, microcontroller ipi. Kama ni Arduino tunaweza tukatumia Arduino, wana software yao ambayo inakuwa programmed katika C, ipo katika C. Kama tutatumia ROS tutatumia Python, au kama Raspberry Pi tutatumia Python. Zote zinafanya kazi kote. So tunaanza na kuset environment. Hapa ni za Python. Jambo la kwanza, ukitaka kukodi katika Python utadownload Python kutoka katika website yao python.org. Pale utaangalia kuna instruction pale za kuweza kufanya installation na umeziweka. Utafuata hizo instructions. Alafu wakati una install, kama unatumia Windows utahakikisha kwamba unaweka kuna option ya kuselect add Python to path. Kwa hiyo utaweza kuiweka hapo, itaweza kukaa katika environment variables. Lakini kama unatumia Mac au unatumia Linux based, unaweza baada ya kufanya installation, kama itakuwa haijakaa katika environments, unaweza uka export ukaweza kuweka kwenye hizo environments. Jambo la pili, tukiwa tuna programming language tunahitaji code editor kuweza kuandika hizo language yetu. Tunaandikia wapi? Tunahitaji code editor. Sisi hapa tutatumia IDE ambayo tutatumia sisi ni Visual Studio Code. Kwa hiyo unahitaji IDE kwa ajili ya kuweza kuandika hizo kodi zako. Tutatumia Visual Studio Code, au kwa ambao mna PyCharm mnaweza mkatumia, lakini pia ni text editor yote ambayo umeshawahi kuitumia. So long as ina support Python unaweza ukaitumia. Pia tuna libraries mbalimbali ambazo tutazihitaji sisi katika programming yetu sisi. Python ina library nyingi sana. Inategemea sasa unataka uzitumie katika muktadha upi au katika functions zipi unazozihitaji hizo library zako. Kwa sisi tuta install necessary libraries ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuhandle data. Tutatumia katika mathematics, pia katika sensor readings. Kwa hiyo baadhi ya hizo packages tunazozihitaji ambazo libraries tunazinstall kwa kutumia pip, inaitwa pip, Python install package. Kwa hiyo yenyewe tunahitaji tu install NumPy yenyewe kwa ajili ya mathematics calculations na vitu kama mathematical operations zote NumPy yenyewe inafanya. Lakini pia tunahitaji kuinstall matplotlib yenyewe tunaitumia zaidi katika visualization. Somo la pili tutaangalia basic Python syntax in data types. Mpaka mwisho wa hii kipande tutaweza kuelewa basic syntax, variables na data types kwa Python language. Tukianza na variables na data type. Tukiongelea variables zenyewe zinatumika kwa ajili ya kuhifadhi data. Variables are used to store data. Na kila aina ya data unayotaka kuhifadhi ina data type. Au tunaweza kusema aina ya data. Data ziko za aina nyingi. Kwa mfano tuna integers. Integers zenyewe ni numbers, whole numbers, ambazo actually inaweza kuwa ni namba 5 kamili, inaweza kuwa ni 1, inaweza kuwa ni 10 kamili. Hizo tunaziita integers. Na kwenye codes wakati tuna program tutatumia tu kifupi chake ni int. Lakini pia tuna data type nyingine ni floats.
Floats zenyewe ni decimal numbers. Ukiwa una namba yako labda tulisema ni 3.14, hiyo tayari imetoka kwenye integer imekuwa float ukiwa na decimal number. Lakini pia tuna strings. Strings zenyewe ni text. String ni text. Kwa mfano nikasema robot. Hiyo robot sio number ambayo ni sio integer, lakini pia sio decimal. Hiyo ni text. Kwa hiyo inakaa katika string. Lakini pia tuna booleans. Booleans zenyewe ni zile values ambazo ni either true or false. Ukiwa una condition ambayo ni true or false, maana yake hiyo tayari ni boolean. Kwa hizo ni data types. Hizo ni variables ambazo zina data type. Variable ina store hizo data na data zinakuwa zina data type. Sawa, kwa mfano una declare variable, alafu ukisha declare variable uta-assign data ndani ya hiyo variable, kwa sababu tumesema variable ina store data. Kwa kitu cha kwanza unaweka hicho chumba ambayo ni variable kwa ajili ya kustore data. Kwa ukishaandaa hicho chumba, kinachokuja kufuata ni kuingiza hiyo data ambayo unataka kuiweka. Ndio variable na data inafanya kazi. Unaassume kama variable ni chumba ambacho umekihifadhi katika memory, alafu kwa ajili ya kuja kuhifadhi data. Kwa ukishaandaa hicho chumba kiko wazi, utahitaji kuweka data. Kwa hiyo tunasema kwamba unaweza ku declare variable, kwa mfano speed sawa 20. Nilivyosema speed maana yake ni variable. Ni container ambacho nimekiweka kwamba kitakuja kitaingiza value. Hiyo value ya speed ni ngapi? Ni 20. Sasa hapo speed ni variable, 20 ni data, ambayo hiyo data ipo katika data type ipi? Ni ya integer. Nikisema distance sawa sana 12.5, maana yake distance ni variable, 12.5 hiyo ni data ambayo type yake ni float decimal. Nikasema robot name hiyo ni variable equals to alphatonics. Hapo tayari nimekuja nilihifadhi chumba ambacho kimeandikwa robot name, nimekuja kuingiza value ndani yake ambayo ni alphatonics. Hii ni string. Na string katika programming language tunatumia quotations, either double quotes au single quotes. Kwa hiyo tumesema ni alphatonics. Nikasema is active equals to. Sasa hii ina check condition mbili. Je, iko active au haiko active? Kwa kama iko active tukasema ni true. Kama haiko active tutasema ni false. Kwa hiyo ni boolean. Tunaangalia basic operations. Python can handle arithmetic, comparison and logical operations. Tunapoongelea arithmetic ni hizi operations za kawaida kama kujumlisha, kutoa, kuzidisha, kugawanya, hizi power, modulus, ambao ukitaka kuangalia labda unataka utafute percentage, unataka kutafuta maybe kipeo cha pili, kipeo. Lakini pia tuna comparison. Tunapoongelea comparison tunataka kuweza kulinganisha vitu viwili. Kwa mfano unaweza kusema kwamba 4 ni ndogo kuliko 5, au 5 ni sawa na 5, au 6 ni kubwa au sawa na 5. Kwa hiyo au unaweza kusema kwamba A sio sawa na B.
maana tayari umefanya comparison, umeweza compare vitu viwili. Lakini pia tuna logical. Logical hapa tuna and or not. And ni kwamba tunaweza tukawa tuna combine vitu viwili kwamba A and B. Kiasi kwamba tunamaanisha kwamba vyote A na B vinahusika. Lakini tukisema A au B maana yake ni kimoja kinahusika. Either kinaweza ikawa chochote lakini ni kimoja. Tukisema not maana yake hakihusiki. Kwa mfano nikisema total distance equals to speed times 2. Alafu nikasema is nearby equals to distance less than 15. Maana total distance equals to speed times 2, hiyo ni arithmetic operation. Lakini nilivyokuja kusema nearby equals distance is less than 15, maana nimefanya comparison. Nimekuja compare distance na value ambayo ni namba 15. Na hizi ndio zitatusaidia sisi kuweza kuprogram robot wetu kutokana na function zote tumpe. Kwa mfano umesema kwamba huyu robot wangu akimbie kwa spidi fulani. Lakini ikifikia akishatembea tutakakoti total distance. Akishafika distance, labda distance yetu ambayo tunatakiwa atembee ni sentimita 30. Lakini umeprogram kwamba nataka akifika sentimita 15 akianza kuzikata 15 zilizobakia hizo mwisho, maana yake distance itakuwa ni less than 15. Kwa hiyo ikifika hapo iniambie kwamba is nearby, kwamba sasa iko karibu. Ndio application zake tunaweza tukatumia katika mazingira kama haya. Somo la 3, control structures in Python. Hapa tutaangalia namna kutumia hizo basic control structures. Kwa mfano kuna conditional loops kwa ajili ya kuweza control behavior za robot zetu. Tutaanza na conditionals ambazo hapa tunakutana na if statements. Hizi zinasaidia zaidi robots kwa ajili ya kufanya maamuzi kutokana na criteria fulani ambayo umeweza kumwambia. Yaani unaweza kumwambia if kama ukikutana na kitu hiki fanya kitu fulani. Kwa mfano unaweza kuwa na simple condition, kwa mfano distance, umesema distance sawa na 10. If distance is less than 15, print object detected nearby. Else print all clear. Yaani hapa tulichokifanya tumesema distance ni 10. Ikiwa distance ni chini ya 15, wewe utasema tu kwamba object detected nearby. Tofauti na hapo utasema all clear. Kwa hiyo kwenye conditionals tuna if. Na ukiwa na if statements zinaenda na else, if else. Kwa hiyo ni lazima uwe na condition mbili. Yaani cha kwanza unaweza kumwambia ukikuta condition fulani utafanya hiki. Afu cha pili unachomwambia kama usipokuta hiyo condition ufanye kitu gani. Yaani hii else ndio inabaki kwamba the rest ambacho hujamwambia. Chochote ambacho hujamwambia kule juu kitaingia kwenye else. Kwa hiyo unaweza kuwa na if zaidi ya moja. Unaweza kuwa na if nyingi. Ukikuta na let's say if less than 15, if 15 less than 20, if 20 mpaka 25. Kwa hiyo unaweza kumwambia hizo if zote, lakini statement ya mwisho utamwambia in case hiyo condition haija follow katika hizo zote iende wapi. Ndio unamwambia else. Kwa hiyo kwenye if unafunga na else. If else, hiyo tunaita ni conditional statement. Lakini pia tuna loops. Loops zenyewe ni repeated actions.
kwamba kuna kitendo ambacho nataka ukiweke kiwe kinajirudia rudia. Sasa hii kwenye robot pia ni muhimu sana, kwa sababu kuna task ambazo unazihitaji ziwe continuous, zinafanyika tu continuous, kwa unaziweka katika loop. Sio kwamba muda wote utakuwa unazitrigger ili ziweze kutokea. Hapana, unaziset kwamba zitakuwa zinaenda zenye continuous. Kwa sasa tuna loops za aina tofauti tofauti kutokana na mazingira au function unataka wewe iweze kuperform hiyo loop yako. Kwa mfano tuna for loop. For loop inajirudia rudia kutokana na number of times. Unakuwa umeipa bwana labda 5, ijirudie mara 5. Hiyo ni for loop. Tunasema iterates a set number of times, a set number of times. Lakini tuna while loops. Continues until a specified condition is false. Kwa while loop yenyewe itaendelea ku iterate tu until ile condition uliyoipa ikawa haijawa met, ikawa ni false, ndio itaacha. Kwa mfano nikasema for I in range 5 print iteration I. Yaani nikisema for I in range 5, maana nakwambia hivi, wewe I upo katika range ya 5. Kwa hiyo nikisema range ya 5 maana itaanzia ni 0 mpaka 4. Hapo katikati ziko 5, 0 1 2 3 4. Alafu nikasema hivi print iteration I. Kwa hiyo itaenda ya kwanza I ikiwa 0, ita print iteration 0. Itaenda mara pili I itakuwa ni 1, ita print iteration 1. Kwa hiyo itaenda mpaka range ya 5 ambayo ni namba 4, itaishia pale, itakuja I 4, ita print iteration 4. Ikirudi tena mara nyingine kuja kuzunguka, inakuta condition ni tofauti, haipo tena kwenye range, kwa sababu tunasema range less than 5. Kwa hiyo haipo tena kwenye range, inaishia hapo, inakuwa imestop. Kwa hiyo inakuwa imeprint 0 1 2 3 4. Lakini tukisema while loop yenyewe tumesema labda bet level, tumeipa variable data, tumesema bet level equals to 100. Tukasema while bet level is greater than 0, print bet level. Alafu tukasema bet level minus equals to 10. Tuchomaanisha hapa kwamba yenyewe ita print kila mzunguko inayoenda itakuwa inapunguza 10. Kwa hiyo itaenda kwa sababu tumesema ianzie 100. Kwa hiyo itaenda ita print bet level ikiwa na 100, itafika mpaka itapunguza 10, itarudi itazunguka tena, ita print 90, itapunguza 10, itaenda hivyo, lakini mpaka itapofika kwamba tumesema while bet level is greater than 0. Kwa hiyo tulichomaanisha hapa haitakiwi kwenda less than 0. Hii statement yetu sisi itaishia kwenye 10 kwa sababu tulikuwa tunapunguza 10 na haitakiwi kushuka 0. Haitakiwi kukua chini ya 0. Kwa hiyo imeishia kwenye 10. Somo la 4, functions and modular programming. Hapa tutadili zaidi na kuweza kutengeneza functions na kuweza kuzistructure katika njia ambayo inaweza kuwa reusable. Tutaangalia namna kutengeneza functions. Tunasema functions allow you to group related actions and reuse code efficiently. Kwa mfano unaweza kutengeneza function ambayo inaitwa check distance. Syntax yake tunasema ni def au define check distance, ambayo ndani sisi tutapitisha distance. Lakini tunasema if distance is less than 10, return warning object detected. Tumereturn hiyo string kwamba object detected. Else return safe distance. Sasa hapo tayari tumeweza kutengeneza function. Ndani ya function yetu ndani tumeweka condition ambayo ni if else. Tumesema hivi define check distance. Jina la function yetu inaitwa check distance. Lakini katika check distance
kuna parameter tumepitisha ambayo inaitwa distance ndani yake. Sasa tukasema kwamba ikikuta distance ni less than 10 itasema warning object detected. Ikiwa tofauti na hapo, maana yake labda ikiwa ni kubwa zaidi ya 10, maana yake itasema tu safe distance. Sasa tayari function imekamilika. Maana yake ni kwamba popote utapotaka kuja kuitumia utaita tu function inafanya kazi. Kwa hiyo utakuwa hauna haja ya kuandika kodi kila wakati. Ukiwa umetengeneza function ni rahisi wewe kwenda kuita unapotaka kuitumia popote pale. Kwa mfano tunataka sasa tuitumie, tunakuja tunaiita. Tumesema result equals to check distance. Check distance kwenye function yetu sisi tulikuwa tunapitisha parameter ambayo sasa tunakuja tunaiassign as argument. Tumesema kwamba ni 8. Check distance tumesema ni 8. Kwa hiyo tumeassign distance kama 8. Yenyewe kwa sisi tuliambia hivi, tukikuta distance ni less than 10 ituambie kwamba warning object detected. Kwa hiyo tukiprint result hapa, output yake itaambia warning object detected. Tungeweka distance tukasema tupitishe labda 12, tukiprint results ingetuambia kwamba safe distance. Kwa hiyo inatusaidia popote tunapotaka kutumia sisi hiyo function tunaita na tunaweza tukaitumia bila kuandika tena logic nzima ya kodi yetu, tuanze kuandika upya. Parameters and return values. Function can accept inputs as parameters and provide outputs ambazo ni return values. Kwa mfano tuna calculate speed ambayo tumepokea distance and time. Tunasema speed equals to distance over time then return speed. Tukitaka kuita hii function tukasema robot speed equals to calculate speed, tukapitisha sasa ndani ambayo value ya kwanza tulisema ni distance, ya pili ni time, tukaweka 100 gawa kwa 100,5. Hii function inachokifanya inaingia ndani nasema speed equals to distance over time, kwa hiyo itachukua ni 100 gawa kwa 5 utapata 20. Output itakwambia robot speed equals to 20. Kwenye section namba 4 tumeweza kujifunza namna kuweza kusetup Python environments, ambako tumeangalia installation ya Python yenyewe, libraries zake na installation ya code editor, lakini pia tumeangalia basic syntax, data types and operations. Tumeangalia control structures kama conditionals and loops kwa ajili ya kufanya decisions mbalimbali. Lakini pia tumeangalia namna ya kutengeneza function na kuweza kuzitumia. Na huu ndo mwisho wa sehemu yetu ya 4. Your Majesty Alpha King.